Hebu tazama kiganja chako kwa sekunde moja. Mistari iliyopangwa kwa ustadi, mfumo wa damu unaofanya kazi bila wewe kuuamrisha, na akili inayoweza kuwaza umbali wa mamilioni ya maili. Je, inaingia akilini kuwa mashine hii tata na ulimwengu huu uliopangiliwa kwa sekunde na milimita ni matokeo ya mlipuko wa bahati mbaya tu? Ni kama kusema kuwa mlipuko kwenye kiwanda cha uchapishaji unaweza kuzalisha kamusi ya Kiswahili iliyojipanga A hadi Z. Haiwezekani. Leo kwenye Makini Media tutagusia mada mama ya mada zote. Hatuji kuhubiri dini hapa, bali tunakuja kutumia mantiki, falsafa na uzoefu wa kibinadamu kuchunguza sababu 10 kwa nini ni busara zaidi kuamini kuwa Mungu yupo kuliko kuamini hayupo. Hivyo umeshawahi kusikia ule msemo, ni mara 100 uamini Mungu yupo ukaenda ukakuta hayupo kuliko kuamini hayupo ukamkuta? Mimi ni VOS Voice of Siraji. Karibu kwenye safari ya kutafuta ukweli uliolala mbinguni na duniani. Tuanze na msingi wa kwanza. Kila kilichoanza huanzishwa. Sayansi inatuambia ulimwengu una mwanzo. Ikiwa una mwanzo, lazima kuwe na mwanzilishi. Huwezi kuwa na kitabu bila mwandishi. Uhai tulionao ni wa kuazima, na lazima kuna mwenye uhai aliyetuazima. Pili, tazama mabadiliko. Kila kitu ulimwenguni hubadilika. Mchanga, hewa, hata seli za miili yetu. Lakini uwezo wa kubadilika kutoka nje ya kitu chenyewe. Ikiwa ulimwengu wote unabadilika, lazima yupo mbadilishaji asiyebadilika na anayeusukuma huu mchakato. Lakini kitu cha tatu, na hii ni muhimu sana, sanaa humtangaza msanii. Unapotazama nyota au ua la kondeni, unaona uzuri uliopangwa. Mlipuko wowote duniani huleta vurugu, lakini mlipuko wa ulimwengu ulileta mabadiliko. Hii inatuambia kuwa nyuma ya mlipuko huo kulikuwa na mbunifu. Lakini twende ndani zaidi. Binadamu tunajitambua, tunaweza kufikiri, kuhisi na kuhiari. Ikiwa chanzo chetu ni gesi na miamba inayojitambua, utambuzi huu ulitoka wapi? Haiwezekani zao liwe na akili kuliko chanzo chake. Hii inamaanisha tumetoka kwa muumba mwenye ufahamu. Na vipi kuhusu maadili? Kwa nini mwanadamu wa kila zama na kila mahali anakubali kuwa huruma ni bora kuliko ukatili? Kwa nini ukweli ni mtamu kuliko uongo? Hii sheria ya maadili iliyoandikwa ndani ya mioyo yetu kwa wino usiofutika inathibitisha kuwepo kwa mtunzi wa maadili mmoja. Hatujaamua tu kuwa wema, tumepandwa mbegu ya wema. Sote tuna sauti ndogo ndani yetu inayokuhukumu unapokosea na kukusifu unapotenda mema. Lakini hebu jiulize, dhamira imepata wapi mamlaka haya? Kama mimi ndio niliyetunga, kwa nini inanishinda nguvu na kunikosesha amani? Ukweli mchungu ni kwamba dhamira ni taa ya Bwana ndani ya mwanadamu. Ni hakimu aliyewekwa ndani yako kukuonya kabla haujatenda. Pia fikiria kuhusu tamaa zetu. Kila njaa ina chakula chake, kila kiu ina maji yake. Lakini binadamu tuna kiu moja ambayo dunia hii haiwezi kuikata. Kiu ya umilele, kiu ya upendo usiopoa na uzima usio na kifo. Ikiwa kila tamaa asilia ina kitu halisi cha kutimiza, basi kiu yetu ya umilele ni uthibitisho kuwa upo ulimwengu wa milele na yupo Baba wa milele nje ya ulimwengu huu wa nyama na damu. Sababu ya mwisho ni uzoefu wa wengi. Katika historia yote ya mwanadamu, hakuna zama ambazo watu hawakumtafuta Mungu. Wanaweza wakakosea kumweleza Mungu yukoje, lakini hawawezi kukosea kuwa yupo. Kama mamilioni ya watu wanahisi jua linawaka, huwezi kusema jua halipo kwa sababu tu wewe upo gerezani kwenye giza. Mwisho wa siku, kuamini ni kuchagua. Unaweza kuchagua kuamini kuwa wewe ni matokeo ya bahati mbaya, au uchague kuamini kuwa wewe ni kazi ya mikono ya mbunifu mkuu mwenye kusudi na maisha yako. Kama unahisi kusita, jaribu lile ombi la unyenyekevu. Mungu, kama upo, jifunue kwangu jinsi ulivyo. Nikuulize, wewe unaamini katika nguvu gani nyuma ya uumbaji? Je, hoja hizi 10 zimegusa sehemu ya mashtaka yako au zimeongeza maswali? Niwekee komenti yako hapo kwenye comment section na tujadiliane kwa heshima na ustaarabu. Mimi ni VOS Voice of Siraji kwa niaba ya Makini Media. Asante kwa kusafiri nasi. Kuwa makini.